Mambo matano ya kumfanya mwanafunzi apende kusoma. Jambo la kwanza, lengo lililo wazi. Mwanafunzi akijua anasomea nini, motisha huongezeka. Kwa mfano, mwanafunzi akijua anasomea udaktari au anataka kusomea udaktari, basi motisha yake ya kujifunza huongezeka maradufu na anakuwa anapenda kujifunza kila wakati. Na jambo la pili ni mbinu sahihi za kusoma. Ili mwanafunzi apende kusoma, lazima awe na mbinu sahihi za kusoma. Yaani asome jambo na alielewe na si kukariri, kwa sababu akikariri haliwezi kudumu katika kumbukumbu zake za muda mrefu. Kwa hiyo mwanafunzi akisoma na akaelewa, basi anakuwa na hali na moyo wa kusoma kila siku. Lakini jambo la tatu ni mazingira mazuri ya kusoma. Mwanafunzi anahitaji mazingira mazuri ya kusoma ili aweze kuwa na moyo wa kupenda kusoma kila wakati. Ni pamoja na utulivu, mwanga, pamoja na ratiba nzuri ya masomo yake au ya kujifunza. Lakini jambo la nne ni mafanikio madogo madogo. Mafanikio madogo madogo na yenyewe ni moja ya silaha nzuri sana ya kumfanya mwanafunzi apende kusoma. Hii ni kutokana na kuwa mwanafunzi akielewa jambo fulani, labda alikuwa akisoma labda juu ya mada fulani na akaielewa vizuri, basi hayo ni mafanikio madogo madogo ambayo yanampa moyo wa kupenda kujifunza na kusoma kila wakati. Lakini jambo la mwisho ni msaada na motisha. Hizi zote sasa zinatoka pande mbili, kwa mwalimu na kwa mzazi. Mwanafunzi akiwa anapewa motisha kwa kile kitu ambacho anajifunza na kufanikiwa, basi hali yake ya kujifunza huongezeka siku hadi siku. Asante sana na naomba usubscribe channel yangu kwa ajili ya masomo yanayofuata.